Ngoja. Anza. Kwa majina naitwa Fadhila Yahaya. Nilikuwa na tatizo linalonisumbua kwa muda wa kama miezi kadhaa. Maana nilikuwa nimenyolewa nywele toka nikiwa mjamzito wa miezi 7. Nikanyolewa nywele, nikawa nasumbuliwa na kichwa kinaniuma sana, utosi unadumbukia ndani na tumbo langu lilikuwa linajaa kama mtu ambaye anajaa gesi. Nimetumia sana vidonge vya kupunguza gesi, havikunisaidia. Nikaelekea kwenye maombi makanisa mbalimbali, nimezunguka sana nikiombewa kwa ajili ya tatizo hilo, lakini haikusaidia. Siku moja ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 10, nikaenda pale kanisani. Mwaka gani? 2022. Nikaenda pale kanisani, kukawa na ibada, tukashiriki ibada, ikaisha, kukawa kuna muda wa maombi. Akasema mchungaji mwenye shida nilikuwa naomba atoke mbele, nikatoka mimi na watoto wangu wote, nikawa nimesimama, watu wakawa wanaombewa na mimi nikasogea mbele, nikafika mpaka kwa mchungaji Ngai, akaniombea, akashika kichwa changu, akanishika na tumboni. Baada ya kunishika nikahisi tumbo langu linatetemeka pamoja na kichwani, nikahisi kama mtu ananifumua nywele. Baada ya muda akaanza kuomba, akasema ninaona kuna nywele zake zimenyolewa na zimewekwa kwenye kibuyu. Ninapasua kibuyu na rudisha nywele zake alizozaliwa nazo, na ninaona mashambulizi kwenye uzazi wake. Kila shambulio liliokuwa kwenye uzazi wake na liharibu, litoke kuanzia sasa, liachie kizazi chake na liachie pamoja na watoto wake. Baada alivyotoa mkono, nikawa kama mama ambaye ametundikiwa dipu la uchungu. Nikawa nashindwa hata kusimama. Hata kutembea nikawa siwezi, nikatembea hivyo hivyo nainama kwa kuwa nilikuwa ni jirani na kanisani. Nikaenda nyumbani kwangu, nikafika, nimefikia kulala. Nilishinda kulala kuanzia hiyo saa 7 ninapotoka kanisani mpaka saa 8 usiku. Nikawa nimeamka, nikajisikia kwenda haja ndogo. Baada ya kufika kuchuchumaa kutoka haja ndogo, akatoka mjusi. Alivyotoka ule mjusi, nikasikia tumboni kwangu kama kuna upepo umetoka. Nikawa niko huru, niko vizuri, nikajaribu na kuruka, maana nilikuwa hata kuinuka siwezi vizuri. Nikajaribu kuruka, nikaona naweza kuruka, basi nikapiga magoti, nikamwambia asante Mungu, nashukuru kupitia mtumishi yule ambaye ameniwekea mkono, ameniponya. Naomba Mungu uponyaji huu uendelee, uwe endelevu, upone moja kwa moja, wasiwezi tena kurudisha mashambulizi haya. Pamoja na hayo nikamjua paka mtu ambaye ametengeneza hivi. Na akanifuata akaniuliza, kwani shida hii iliyokuwa inakusumbua wewe na mimi sasa hivi inanisumbua, umeponea wapi? Nikamwambia yupo mchungaji mmoja anaitwa Ngai pale Beseli, ndio ambaye ameniombea mimi, nimepona. Na mimi ninaumwa, na alikaa kiasi kama cha miezi 3 ndani akawa anaumwa na shida hiyo hiyo kama iliyokuwa inanisumbua mimi. Namshukuru Mungu amenisaidia, japo nilikuwa nikaahidi kwamba nikatoe sadaka ya shukrani, nikawa na vita vikali, lakini nashukuru nimemshinda shetani, nimeenda kuitoa sadaka ya shukrani. Kwa hiyo nawakaribisha wote ambao wana shida kama hizo, hata kama sio kama hizo za kwangu mimi, na najua kila mmoja aliyekuwa hapa duniani ana shida yake, ana changamoto yake, lakini nawakaribisha Beseli. Kuna mchungaji anaitwa Ngai, ukija ukimuona anasaidia sana. Kwa hiyo unamwambia nini mchungaji Ngai mpaka kufikia hapo ulipokuwepo sasa hivi? Mpaka nikufikia hapa nilipokuwepo sasa hivi, namshukuru sana. Mungu azidi kumpa kibali, azidi kumfungua macho ya rohoni, azidi kuona vitu ambavyo vimejificha, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimevaa kofia na sikuwahi kumhadithia kwamba nimenyolewa nywele. Ila Mungu tu amemuonyesha, amemfungua macho ya rohoni, ameenda kuona ndani ya kofia kwamba mimi nimenyolewa nywele, na mimi nilikuwa sikuwahi kumhadithia. Kwa hiyo namuombea Mungu azidi kumfungua, azidi kuwafungua wengi, na ambaye anafunguliwa ajitahidi kwenda kutoa ushuhuda, asikae kimya na ushuhuda wake.